Jambo, tulisema kitu yote iko kwa public domain, lazima tuongee. Ya, tunachanuana, hata kama ni udaku tunapiga. Now, kuna ule anajiita Mjaka Mfine. Mjaka Mfine alipoteza iPhone 16. Na apparently kuna madha fulani Mjaka Mfine anashuku mtoi wake ndiye aliiba hiyo iPhone. Hebu sikia vile huyo madha anasema. Mfine. She lost her phone. I saw it on TikTok. That was on Saturday. On Friday, I went to pick my phone at Peponi, Apple Care, Westlands. My phone had issues. Luckily enough, it had one. I came home with my phone. On Saturday, my son came to visit. He was so much excited. He was like, "Hey, mommy, you've been given a new phone after the other one. The previous one had issues. You've been given another one." I was, "Yes, I'm lucky." So he took a video of it. He posted it on WhatsApp. That was it. Then come this very, very day on Saturday. Jalango was calling my son at night. He was like, "Can you return that phone you've just stolen?" My son called me. I was so much shocked. Stolen phone, which one? He was asking, "Mommy, can you kindly tell me about this phone?" I was like, "Why?" The MP for Langata Jalango has just called me. I've heard his voice telling me to return the phone to Mjaka Mfine. Then I told him, "Don't worry. Just give me the number, I call back." Mjaka Mfine, when I called, Jalango was not picking his phone. Maybe just because. Now, kulingana na historia ya mother, unalani kitu moja. Ni kama, or mimi nimelani kitu moja. Ni kama Jalango mwenyewe, ya Langata 1, ana mumunya Mjaka Mfine. Kwa nini nasema hivyo? Jalango si DCI. Jalango si polisi. Jalango is just an ordinary MP. Anaingilia wapi mambo ya simu kama si alinunulia Mjaka Mfine hiyo simu? Jalango anaingilia wapi kwa mambo ya simu? Mambo ya kutrack simu na mambo ya kupigia whoever ameiba simu ni kazi ya polisi. Lakini ukweli tuiseme Jalango anasoya Mjaka Mfine, which is okay. Sharing is caring. Tunajua Jalango alifanya harusi noma sana, but sharing is caring. Haya, imenirudisha juzi tumeona kesi moja crucial sana kuhusu madem wanna get, or rather 2025 tumejipata 20,000 Kenyans wame contract HIV. 13,000 of them ni wasichana wadogo. Kwa nini? Juu hizi my iPhone 16. Kwa nini? Juu ya lifestyle. They don't care. Squeezy, kitambo unajua when it was on a weekend, ukienda kwa chemist ufanye hesabu, unarealize condom zile zimenunuliwa ni mingi. Lakini squeezy ukienda kwa chemist ufanye hesabu asubuhi, unarealize hizi family planning or e-pills za kuzuia mtu kupata mimba zinauzwa sana kushinda condom. Like wasichana wanaogopa mimba kushinda ugonjwa. And that's why Kenya saa hii 2025 hii mwaka 13,000 of them compared na 6,000 boys or vijana wame contract HIV. Now, tukirudi kwa historia ya Mjaka Mfine. Jalango anapigia huyu kijana inasema umshukiwa wa kuiba simu kama nani? Kama akuli ude. Jalango ndo aliba ude simu. Na tugopi kusema, umesikia huyu mama amesema mtoto wake alipigiwa na Jalango. Aole MP anafuatilia iPhone 16 ya Mjaka Mfine. Yeah? Which is okay. But sasa mali inatuhusu sana. Kuna kwa hizi rumors, kuna huyu jamaa anajiita, kuna kaka kijana kingine kamejikondea anaitwa nani? Mnamuitanga nani? Huyu Mkisi ndio nyinyi usema ni boyfriend ya Ude. Sasa kwa mfano
kama huyu mwenye anakula unja akamfine alikuwa mgonjwa. Sasa hako kakijana kakisika amejikondea pia angekuwa mgonjwa wa iPhone 16. Wale mwajitume. And another thing nataka kumeducate about iPhone. Ukiiba iPhone, huwezi tumia iPhone ya mtu. iPhone imeibiwa iwezi tumika. Kwani wewe hii ni iPhone yako, okay, inaweza kuwa yake ya kwanza. But sisi watu tumezoea iPhone, tunajua you cannot use another person iCloud. Hapo ndo iPhone imeshinda hizi simu zingine kama kina Samsung, sijui Infinix, wengine wanaita Tecno, mama wanaita nini, sijui Oppo, sijui manini. Those cheap phones. iPhone imewashindia. When you steal an iPhone, you cannot use it. You cannot change another person's iCloud without his or her own consent. Kwani mjaka mfaili fala aje ajui hivyo, anafuata umadeju ya iPhone. Umadha amesema alibai iPhone na ilikuwa mpaka na warrant, ilikuwa na some issues, akarudisha Apple Center, akabadilishiwa simu, akapewa nyingine. Wewe hizi iPhone kama yangu ni ya white, iPhone za white ni ngapi Kenya? Aya, cover ya simu. Hizi cover za simu ukibai moja imaanisha yako unless it's a custom made, which hatujasikia mtu wako na custom made iPhone cover or iPhone phone. So wewe ukiona mtu na iPhone inakaa kama yako na yako imepotea, unashukutua mtu anaweza kwa baba yako. Acha mchezo bwana. Sio wewe peke yako unaweza afford iPhone 16. Si Lang'ata one peke yake anaweza afford kununua iPhone 16. Kuna magaragari wengine kama wewe pia wamebaiwa na bwana za watu na iPhone 16. Sasa usione ni kama usikue sure sana. Tumesikia huo mama amesema atatupea story akifika Central Police Station kujisalimisha kuonyesha that hiyo iPhone yake. Na I think sijui kama unakuwa na aibu, man, utasikia aibu kufind out ya iPhone ilikuwa ya huo mama. Na nani anaweza iba simu bila ipost online? Hata wewe mjinga aje. Wachangeni jokes saa nyingine. Hizi simu siku hizi vitu deadly kama kitambo. Saa hii umeona iPhone 16, 17 hadi ijamaliza 1 month. Watu washanunua left, right, center. To me, it's no longer something deadly. Anyone can afford it. So sasa ukiona mtu kitambo, unajua wakati simu zilitokea ndio yako ikibiwa, unajua yako imebiwa, or it's a custom made phone. But now an ordinary phone, an ordinary iPhone, anyone can own. Ukiona mtu na rangi kama yako na yako imepotea, una throw tantrums left, right, center, ati mtu ameiba simu yako. Wewe wacha bwana. Na wewe madam mwenye hiyo simu, tafadhali tupatie story Monday ukitoka police station tujue ilifikia wapi. For more stories like this, tafadhali usiforget kusubscribe Ostotribe TV, pale TikTok follow Ostotribe TV, on Instagram sai tuko Ostotribe TV. Thank you for the support, thank you for following, thank you for the subscription.